Mama Lemi? Abei. Mama Lemi. Naja mume wangu. Lemi bado hajaamka? Bado ni mapema. Mapema gani? Sisi hatuko hivi, mapema inasudi. Akija kuamka kama kushapambauka, si atawakuta wenzake wameenda nayo. Kumbuka afikae kisimani mapema hunywa maji maenge. Mume wangu, mtoto mwenyewe bado ni mdogo, hajanjaruka, hakijanjaruka. Hata kuwa na budi ila kurauka. Hapa alipo, ajua hata maana ya sudi mume wangu. Haya, ni sawa. Wewe mdekeze upendavyo. Wala si mdekezi. Ipo siku utakuja kutambua kuwa samaki hukunjwa angali mbichi. Masomo yake vipi? Hakufanya vibaya katika ule mtihani mwingine. Kwa maana gani? Alipata alama nzuri kuliko ule mtihani uliopita. Alishika nafasi gani? Ya 20. Naam. Ya 20? Naam. Alafu unadiriki kusema ati alifanya vizuri? Ndio, alama. Alama my foot. Ati alishusha nafasi darasani lakini akapandisha alama. Lakini alama ndizo muhimu. Si afadhali angeshusha hizo alama na apandishe nafasi darasani? Lakini mnacha lakini. Kila mara tukizungumzia swala hili, unarudirudi pale kwenye hadithi za alama kupanda. Zishanichosha. Heri zipotelee pote. Wala hautaki kuona kuwa mwanao anaendelea kupitwa na watu wengine. Huyu ashakuwa mbumbumbu wa kutupwa. Na uoni mchele umeingia mchanga? Poa moto Baba Lemi. Mimi ninaona mtoto mwenyewe amejitahidi kwa kuboresha alama. Japo kweli hakupata nafasi nzuri kama hapo awali. Ni mara ngapi ametuzwa kwa kubeli? Juu ya yote, mtoto mwenyewe anaendesha mambo yake kwa udu na adabu. Tunajitahidi kadri ya uwezo wetu. Mungu naye anatupa kwa kiasi mume wangu. Ema, kila mara tukizungumzia swala hili unarudi pale pale kwenye majaliwa. Umeshamaliza kuulea unyonge? Ndio inifae nini? Ndio inifae nini? Mimi si kuwa mnyonge, ninaijua maana ya bidii, lakini vile vile najua kwamba bidii pekee haifaulishi kila jambo. Ni sawa basi, hata mimi naondoka. Baba Lemi, umekunywa chai? Nilishapata kiamsha kinywa kitambo. Nataka niwahi kabla msongamano. Unajua kazi imekuwa nyingi afisini. Naelewa kwamba hiki ni kipindi kigumu. Yaani mashirika yanapunguza wafanyakazi ilali kazi ni ile ile. Kwao bora punda afe mzigo ufike. Tumekuwa chambo siku nyingi sasa. Baba Lemi, kuna jambo ningependa kukupasha. Kama ujuavyo, mama hana hali. Na yupo mjini, kwa hivyo ningeomba tumtilie pondo ili aende hospitalini akaangaliwe vizuri na madaktari. Ema, wewe unafahamu kuwa mizigo majukumu yangu ni mingi? Najua, lakini kama ujuavyo, maradhi hayafai kuwekwa, itakuwa ni kuyafuga na madhara yake yanazidi kuongezeka. Ema, unafahamu kuwa nimechukua mkopo kuujengea nyumba hii. Mkopo wenyewe haunipi amani. Ninahangaika kuulipa. Tena wewe mwenyewe ulikazana Mina aende boarding school, tena shule ya gharama. Pesa nyingine unataka nitoe wapi? Mume wangu, unajua kwamba mtoto wa kwanza anafaa asomee shule ambayo inatia matumaini. Fahari ilioje mtoto akisomea shule ambayo haitupi wasiwasi. Wajibu wangu mimi kwenu kama mume nitawatimizia. Je, sinunui chakula? Unanunua. Mavazi je? Tunayo. Hivi majuzi nimekununulia gari jipya. Ema, mbona wewe mchache wa fadhila? Nimekueleza tangu hapo kwamba majukumu ya hapa ndani yanatosha tu kunishughulisha mimi. Ningependa sana kusaidia lakini siwezi. Jamani. Wewe sema yako ya kuazima lakini kidevu changu kwa hilo mimi simo. Mshahara wako sikuombi. Shughuli utakazoipangia ni kwa hiari yako. Nimekununulia gari jipya kabisa. Shughuli utakazoipangia ni kwa maamuzi yako. Wewe si kama wanawake huku nje ambao hawana kazi wala baadhi. Nimekuachia mshahara huo kwa inua na familia yako. Sijateta wala kununa. Na kwa bahati nzuri wewe una kazi, unaweza kuelewa changamoto ya mishahara. Lakini mimi naelewa licha ya kitita kidogo cha pesa unacholipwa, unajikuta mhitaji maana majukumu ni mingi. Na nimekuachia mshahara huo ukamsomeshea Asna mpaka sasa na degree yake. Ingawa bahati ya ajira bado hujamfungulia milango. Salome naye nimemlipia shule ya upili na chuoni. Kwa bahati nzuri alipita na hiyo first class. Amekaa na sisi hapa hadi alipopata fadhila kuendeleza masomo yake huko ngambo. Licha haya yote, mimi najitahidi kukuelewa. Ingekuwa raha ilioje kama na wewe pia ungenielewa. Umenielewa pia mume wangu. Safi basi. Wajua tangu hapa nimekueleza mipaka kuhusu mahusiano yetu. Unafahamu kuwa siwezi kukaa na wazazi wako au wangu hapa. Na hata mama analielewa hilo. Ni kwa sababu wewe ni kitinda mimba na majukumu yao yaliwaangukia wakubwa wako. Umesahau kwamba mimi ndiye mkubwa kwetu na majukumu yote yananiangukia mimi. Wewe pia unasahau mkubwa wangu unayemsema ana chumba cha wageni mbali na nyumba yake. Hata wazazi wangu wangekuwa hai, hawangerejea kuja kuishi hapa. Ndio mafundisho mila zetu. Mila gani hizo Bunju? Mila gani hizo? Hazina zamani wala nafasi katika hii dunia ya leo. Wapo wazazi wanaoishi na watoto wao kwa nyumba moja tu, tena ndogo Bunju. Hata tukalijadili siku nzima halitaniingia. Heri ni wahi. Bu. Hapana.